Huwa ligeni mpenzi mwana michezo, aswa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na si wengine tena tunawazungumzia hapa Young Africa. Ni klabu kubwa Tanzania, ni klabu kubwa duniani, lakini pia ni klabu ambayo inashikilia ubingwa mara 3 mfululizo hadi sasa wa ligi na ubingwa mara 3 mfululizo wa kombe la FA, huku wakifukuzia rekodi ya kuweka mara 4 kwa kila sehemu. Sasa leo tupona taarifa mbili kubwa. Ya kwanza ni kuhusiana na usajili, lakini pia ya pili ni kuhusiana na ule msimamo wa hatuchezi ng'o. Ni wapi wamefikia? Bodi ya ligi wamechanganyikiwa. Ni kipi ambacho kimeamuliwa kwa siku ya leo? Usitoke hapa. Hii ni The Sport, sehemu pekee utapata taarifa za uhakika kuhusiana na klabu yako pendwa ya Young Africa. Sasa tunaanza pasipo kupoteza muda. Young Africa wamefikia makubaliano ya mwanzo na mchezaji Girumgisha kutoka katika klabu ya Al Hilal. Na hizi taarifa umezipata, lakini nini kimepelekea Young African kufanya mazungumzo na kufikia katika hatua nzuri na mchezaji huyu ambaye alikuwa akihusishwa na klabu ya Young African lakini pia na klabu ya Simba Sport, huku Kaizer Chiefs aliingia kwenye dili na wakawa wametoka? Ni kwa nini? Ibenge ndo alikuwa anamshawishi Girumgisha kubaki katika klabu ya Al Hilal. Sasa baada ya mabosi wa timu hiyo kukubaliana kuachana na kocha Florenz Ibenge, Girumgisha amekuwa huru na ameomba kuondoka kwa sababu uhakika tena wa kupata namba kama alivyokuwa anapata kwa Ibenge unaweza ukawa ni mfinyu, lakini pia ile plani ya kikosi ambao walikuwa wanakipanga, mfumo ambao walikuwa wanatumia Ibenge ulikuwa unambeba sana Girumgisha kucheza kwenye uhuru zaidi. Hivyo ameona sehemu pekee anaweza kwenda ni kwenye timu hapa Tanzania ni Young African, timu ambayo ina kikosi kikubwa na kipana ambao wanacheza style ile inaweza kumsaidia naye kufika mbali. Lakini pia ukiangalia ni klabu ya Young Africa, Clement Mzinze anaondoka, lakini pia Kennedy Msonda anaondoka. Hivyo imekuwa rahisi viongozi wa Young Africa kumshawishi Girumgisha kwamba atapata nafasi ya kuanza moja kwa moja kwenye kikosi cha Young Africa. Lakini swala lingine ni kuhusiana na msimamo. Kwanza kabla tujataza msimamo ambao Karabani kama ameusema, lakini najua unajua ni kwamba hatuchezi ng'o. Naomba pia naomba na wewe pia shabiki kindakindaki wa Young Africa, kwanza niandikie wewe shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani, lakini pia niambie kama msimamo wako ni ule wa hatuchezi ng'o, basi niandikie hatuchezi ng'o, afu andika weka makopa ya kijani na njano na iwe hivyo. Sasa Young African wametoa taarifa rasmi kwamba ile hatuchezi ni serious sana. Ndio maana leo wamesafiri kuelekea Kigoma kufanya maandalizi ya mchezo unaofuatia wa JKT Tanzania. Na hii imekuwa sasa surprise tena kwa bodi ya ligi ambao walifikiri Young African atatumia busara. Young African amesema anataka kanuni zitumike ili waje waelezane vema siku ya tarehe 8 kanuni zilitumika zilikuwa ni zipi na kwa sababu zipi. Wanachokitaji Young African ni hicho tu, na bodi ya ligi wanajichelewesha tu. Ilibidi wamalize ya masuala mapema sana, muda bado hupo wa kuongea na Young African, lakini ngoja tuone kitatokea. Usiache kusubscribe na kubonyeza hapo like na kucomment. Asante sana.